Naam, habari ya wakati huu msikilizaji au mtazamaji popote pale ulipo. Leo ni mwendelezo wa kesi ya Mheshimiwa Antiphas Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema. Na huu ndio mwonekano wa kizimba cha shahidi wasili. Kizimba hichi ambacho unachokiona kimetobolewa kitobo, kumbe upande walipokaa majaji kizimba hicho kimetobolewa. Sasa leo tunaendelea na shahidi wasili kutoa ushahidi wake. Huyu atakuwa ni shahidi namba P5. Shahidi P11 ana dharura. P5 ataendelea kutoa ushahidi wake moja kwa moja, na nikusomee update kutoka mahakamani siku ya leo. Mheshimiwa Tundu Lissu tayari ameingia mahakamani, huku wakati watu wakipiga shangwe la raisi, huku mheshimiwa amepigilia kombati la kaki akizungusha ngumi yake. Majaji nao wameingia kama kawaida yao. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kumhoji shahidi wasili. Lissu, una leseni ya biashara? Shahidi: leseni ya biashara sina, ila ninayo naiandaa. Lissu: una kitambulisho cha NIDA? Shahidi: sina, ila napambana nikipate. Lissu: una kitu chochote cha kukutambulisha ni mfanyabiashara zaidi ya mwonekano wako? Shahidi: kile kinachonitembeza ndiyo ushahidi wangu. Lissu, umekileta hapa? Shahidi: sijaleta. Lissu anajibu: utajuaje wewe ni mfanyabiashara? Shahidi: waniamini tu. Lissu akajibu: unakaa Ubungo Kibangu? Shahidi: ndio. Lissu akauliza: umeleta mkataba wa pango au umesema unakaa nyumba gani? Shahidi: ila labda niende nao Ubungo Kibangu wakapaone. Lissu: unadhani majaji hawana kazi hadi waende Kibangu? Shahidi: sijui wao. Lissu akauliza: unakumbuka ulitoa maelezo kule polisi? Shahidi: ndiyo nakumbuka. Lissu: waheshimiwa, naomba apewe maelezo yake huyu P5 ayaone. Wanamtafutia pale, wameyapata, wamempa huko kwenye kizimba chake. Shahidi: haya ndiyo maelekezo yangu, niliandika Central Polisi, yana sahihi yako na yana sahihi yangu. Lissu: mheshimiwa, nataka nimsomee shahidi maelezo yake yote. Anasema anaishughulisha na kuuza maeneo mbalimbali, posta na kuosha magari. Niliona video ya Tundu Lissu aliyosema mwaka huu nitakinukisha. Baada ya kumaliza mizunguko yangu, nilirudi Ubungo Riverside. Nilipita kijiwe cha kahawa. Yupo rafiki yangu akaonyesha video ndefu tofauti na niliyoiona mimi. Wengine walimuunga mkono, wengine walipinga. Baada ya kuona video, nikaona nchi inaingia kwenye vurugu na itatuathiri tunaotafuta riziki mtahani. Nikamtafuta ndugu yangu ambaye ni polisi kuhusu maneno ya Tundu Lissu. Akanijibu, tumeyasikia na tumeaona. Nikapigiwa simu na polisi na kwenda Central kutoa ushahidi. Lissu akajibu, sasa nataka kukuhoji kuhusu, kwanza, mambo aina ya simu yako, sijaona kwenye maelekezo yako. Pili, namfahamu Lissu kutokana na vyombo vya habari. Tatu, maskani kijiwe cha kahawa hayapo kwenye maelezo yako. Nne, mtu aliyempigia simu anafanya kazi Tabata Lelini, hayapo kwenye maelezo yako. Tano,
ulipata hofu, hayapo pia kwenye maelezo yako. Ulikuwa na hofu. Ulipofika Central, ulimpigia simu huyo askari, hayapo kwenye maelezo yako. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kusoma. Amesoma maelezo zaidi ya 14 anayotaka kumkanusha shahidi kwenye maelezo yake ya polisi. Mheshimiwa Lissu akaendelea, je, ungependa maelezo yako haya yawe sehemu ya ushahidi? Shahidi, sijakuelewa hapo. Lissu, ungependa maelekezo hayo yako yawe ushahidi mahakamani? Shahidi, ndiyo. Majaji wanateta pale juu. Mawakili wa serikali wanauliza mnasemaje? Anajibu Renatus, sisi hatuna objection, inaweza kupokelewa. Majaji wanaandika pale. Lissu akauliza, sasa tuelezee, ulisema unafuata bidhaa zako Ilala Boma? Angalia maelezo yako na useme kama hayo maelezo, useme yapo ama hayapo. Shahidi, yapo. Lissu, hebu nionyeshe. Shahidi amekaa kimya pale huku anatafuta maelezo. Lissu, oneshe majaji, mimi siruhusiwi kukuona. Lissu anauliza, hayo maneno yapo au hayapo kaka? Wewe ni mwanaume. Amesema hayo hivyo. Tundu Lissu akimhoji shahidi wasili katika kesi inayomhusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antiphas Lissu. Kama una biashara yako, tangaza nasi kupitia namba hiyo ambayo inapita katika skrini yako.